العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo insha Allah kwa uwezo wake Allah na taufiki yake tutaingia katika mlango wa tatu. Mlango wa nini? Wa tatu. Mlango wa kwanza ndio ule mukaddima, utangulizi ambao tumeangalia, na pia tukaangalia mlango wa pili katika kitabu chetu hiki cha Tuhfatul Atfal ambao unazungumzia hukumu za nuni sakina na tanwini. Tukaangalia vyote, tumemaliza. Na hivi sasa kwa haraka tunaingia katika mlango wa tatu ambao unazungumzia hukumu ya mimu na nuni iliyokuwa na shadda. Hukumu ya mimu iliyokuwa na shadda na nuni iliyokuwa na nini? Na shadda. Sheikh anasema wa ghunna miman thumma nunan shuddida, tia ghunna mimu, tia ghunna mimu thumma nunan shuddida, lakini pia na nuni pia tia nini? Tia ghunna shuddida, ambazo zilizokuwa zina shadda au zilizotiwa nini? Shadda. Wasammi kulla harfi ghunnatin bada, na ziite hizo zote hizo, hiyo mimu iliyokuwa na shadda ambayo umeitia ghunna, lakini pia na hiyo nuni iliyokuwa na shadda, zote hizo ziite nini? Harfi ghunnatin bada, herufi za ghunna zilizo dhihiri, herufi za ghunna zilizo dhihiri. Hukumu yake hapa tumeipata kwamba kumbe nuni ikiwa na shadda au mimu ikiwa na shadda, hukumu yake inabidi ufanye nini hapo? Itiwe ghunna. An-nari dhatil waqud, kadhalika mimu. Amma man istawna, unatia nini? Unatia ghunna, kwa maana kukaza kwako wewe ni kule kutia nini? Kutia ghunna. Lakini pia zinaitwa herufi za ghunna ambazo zilizokuwa na nini? Na shadda. Huu mlango tumeumaliza. Nitakuja kuuliza swali. Mlango huu wa nuni wa mimu iliyokuwa na shadda na nuni iliyokuwa na shadda tumeumaliza. Tumeona hapa kwamba mimu iliyokuwa na shadda na nuni iliyokuwa na shadda inabidi ufanye nini? Hukumu yake utie ghunna, kwa maana ukaze kwa kutia nini? Tushamaliza.